Tumsifu Yesu Kristo. Basi nipende sana kuwakumbusha kwamba kila unapoamka asubuhi, basi mshukuru Mungu kwa baraka Mungu alizokujalia kufikia siku ya leo. Usiku ni mkubwa sana, usiku ni mrefu sana, ila unapoamka sio kwa nguvu zako wewe, ni kwa nguvu za Mungu. Ila sisi tunajisahau sana kwamba unapoamka unajifanya wewe ni nguvu zako wewe, na unajidai na unalinga kwa nguvu Mungu alikupa, kwamba mimi ni mbabe, mimi mtu yeyote aniwezi kitu chochote. Kumbe Mungu amekupa nguvu hizo. Basi nguvu hizo Mungu alikupa, na afya hiyo na uhai huo Mungu alikuamsha leo hii, basi mshukuru Mungu kwa baraka zake Mungu aliyokujalia. Lazima mshukuru Mungu na ufanyie kazi nguvu hizo kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Basi tuweze kumshukuru Mungu. Mungu ametupa neema kubwa sana isiyoelezeka. Basi tuweze kumshukuru Mungu, na tunapoelekea katika sehemu zetu za kazi, anza na sala. Mshukuru Mungu kwa baraka zake Mungu alizojalia. Bila hivyo hautaweza kufikia lengo la utukufu wa Mungu, kwa sababu tunapotafakari ukuu wa Mungu, kuna wengine wapo vitandani wanaumwa, wengine leo wanazikwa. Sasa unapotafakari ukuu wa Mungu, lazima umshukuru Mungu kwa baraka zake Mungu alizojalia, kwamba mbona mimi niko hai. Kuwa hai wewe kuwa na afya njema ni kwa neema ya Mungu tu, sio kwamba ni mtakatifu. Zaidi kwamba Mungu anakukumbusha kwamba sisi mimi ndio mweza, mimi nina uwezo wa kukuamsha, na ana uwezo wa kukuweka ukiwa kitandani. Sasa Mungu ndio mwenye uwezo zaidi, kwamba unapoamka ukiwa na afya njema ni neema tu ya Mungu, sio kwa ujanja wako wewe. Na yule alikuwa ameamka akiwa anaumwa, si kwamba ni mtenda dhambi. Wewe ulioamka ukiwa na afya njema, kwamba Mungu anataka kukuonyesha kwamba mimi ndio Mungu, Mungu wa miungu, anayeabudiwa ni mimi tu, si mwingine. Sasa nafasi hiyo Mungu aliyekupa, kwamba umeamka ukiwa na afya njema, basi nafasi hiyo itumie kwa ajili ya kuweza kumshukuru Mungu, na nafasi hiyo uitumie kwa ajili ya kufanya mambo yale mema yanayompendeza Mungu. Na yule aliamka akiwa anaumwa, basi yeye hapo ndio ibada yake, kwamba naye lazima amshukuru Mungu, kwamba Mungu, asante kwa utukufu wako Mwenyezi, niko kitandani hapa kwa neema yako Mwenyezi. Kila jambo Mungu atakalo kufanyia ni neema ya Mungu, lazima kumshukuru Mungu. Ila sisi wanadamu tunataka tu tufanikiwe, tunataka tu kila wakati tuwe na afya njema, lakini unapopata shida yote, ndio sasa tunaanza kumkumbuka Mungu. Lakini ukiwa na afya njema, unapoamka tu piga ishara ya msalaba, sali sala yako unayojua, mshukuru Mungu kwamba umeniamsha kwa neema, nimeamka tena, kwa sababu usingizi ni nusu kufa. Usingizi ni kufa, yani tunafanya mazoezi ya kufa, kwa sababu unapolala ujui kwamba uko katika ulimwengu gani. Unajistukia tu umeamka. Sasa tafakari ilo fumbo kuu la Mungu, kwamba
usingizi ni nusu kufa, kwa sababu unapolala ujui unaamka, lakini unajitukia tu umeamka asubuhi. Sasa hiyo tafakari, weka akilini kwamba Mungu sio mchezo. Mungu ndiye mweza yote. Lazima kila unapoamka mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante, maana sasa tena nimefufuka tena, niko hai. Basi mshukuru Mungu. Unapotembea basi mshukuru Mungu. Basi lazima tutafakari fumbo la Mungu, fumbo takatifu la Mungu, unapolala na unapoamka. Hilo ni fumbo kuu sana, ila sisi tunajisahau. Ila tafakari, weka akilini. Ukilala unajijua? Ukiamka je, unajijua? Basi tafakari ya leo utafakari kwamba sisi sote hatuna nguvu, mwenye nguvu ni Mungu tu. Acha ubabe, acha kujisifu. Mungu ndiye anayesifiwa tu, sio mwanadamu. Sawa? Asante sana. Mungu akubariki sana. Uwe na mchana mwema na wenye baraka tele. Akufanikishe katika maisha yako yote. Asante sana. Mungu akubariki sana.